Hamjambo, natumai mko wazima, buheri wa afya, uzima na uhai tumepewa na Bwana. Nataka kusema ni asante kwa kila mmoja ambaye amesubscribe, amelike na amecomment. Mbarikiwe na mzidi kushare. Tuzidi kuinuana, si ndio jamani? So sikia leo, si niliwaambia mpaka tukumbuke kidogo. Nimekumbuka tena. Nikiwa katika shule ya msingi, tulikuwa tunatumia kalamu za wino. Na kalamu ya wino ilikuwa paka uijaze wino, fountain pen. Ilikuwa paka uijaze wino na uweze kuandika. Ukikosa shauri yako, utapitwa. Na kuna ambao walikuwa wanabeba hata wino shuleni. Kwa hivyo ukisahau kujaza wino wako usiku, uje shuleni asubuhi, uko taabani. Kwa sababu kuna ambao watakupa ama wakose kupa, kwa sababu pia wino wao utapungua akikupa. Sasa ingine hata mtu amebeba imebakia kidogo ama amebeba kiwango ambacho anajua atatumia. Tuseme makosa. Kwa makosa yako ukose kubeba wino, nini itafanyika? Wakati wenzako wanapoandika utapitwa. Ama utajipata kitambo upate wino utakuwa unyuma, wenzako watakuwa shaendelea. Ikanikumbusha Mathayo 25. Sijui ni wangapi wamejua. Wanawali 10. 5 walipatikana wakiwa na mafuta, si ndio? Katika taa zao. Na kuna ambao 5 walikuwa wapumbavu, hawakuwa na mafuta. Kwa hivyo tunapojiangalia, ilibidi waende kutafuta, na walipowaomba wenzao waliwaambia hapana, yanitosha mimi peke yangu. Ikabidi waende kutafuta, lakini waliporudi walipata mlango umefungwa. Haya maisha yetu. Kila siku tusikue Wakristo jina. Tusiwe ambao tunabeba taa ambazo hazina mafuta, kwa sababu tunahitaji mafuta katika taa zetu ndiposa tuweze kuwa nuru iangazayo. Kwa hivyo tusikose mafuta maishani mwetu. Hebu kikombe chetu kifurike. Tusikae ambao watu tunapata tu lishe siku moja. Hebu katika kila siku ya maisha yetu, kuanzia siku ya Jumatatu hadi Jumapili, tuwe Wakristo wa matendo, Wakristo halisi. Tuache ubandia. Kwa yote, mbarikiwe. Hebu mtafakari haya. Muwe na wakati mwema. Asanteni. Na mkumbuke kusupport Girl Wenyu. Asanteni.